open that we have not agreed, so that we carry this conversation forward. And you did state that we may have tomorrow Tuesday, we may have tomorrow Wednesday. Are we clear, members? Yes. We did not agree in anything. They gave us that 10 according to what they are going to have a conversation with EPRA. And we did state 35 up to 30. That was the communication. With all due respect, we respect each one of us here. And that is what we want it to go out, so that to our members and to the nation, that we did not come here in anything or to set up anybody. Together with the government, we are law-abiding citizens, and we abide by the law. Hii nchi ni kama imeshinda hawa wanaume kuongoza. Hii nchi imeshinda hawa watu. Hawa viongozi walijichocha venye tutafanya, mkituweka hapo, tutafanya hivi na hivi na hivi. Wakaandika manifesto inatoshana na tissue paper refu hivi. Tutafanya, but as we speak, hii nchi imewashinda. The only thing imebaki sasa ni kuiba. Cause maze, as we speak now, maandamano ya matatu ya fuel prices imeingia the second day. Like mimi, ever since I was born, ever since nianze kwenda kazi, sijaona matatu wamegoma more than 2 days. Nini ni mbaya? Simrudishe mafuta mahali ilikuwa. Tulikuwa tu sawa. Rudisheni mafuta mahali ilikuwa. Najua mse atasema, you're naive, you don't know how a country works, economy works. I don't care. Hii mafuta inaweza rudishwa mahali ilikuwa. Cause mimi I am a witness. Nimeona hii government ikitumia pesa vibaya. Hii government ina-allocate very funny budgets. Like for instance, State House. Hizo pesa zote zilipeanwa State House ku-renovate. Surely, State House inasaidia nani? Nani ashaikaa tu chini akasema, you know what, leo nilikuwa nimeenda kuoga State House, ama nilikuwa nimeenda kukula lunch State House, ama acha nifike hivi State House na kama. State House mimi naionanga kwa TV. Hainisaidii na anything. As far as I know, State House ni keja tu ya wasi kwenda ma-delegates, you know, president wa nchi fulani ama wageni wakikuja wanaenda kuongelelea huko. Something that they can do anywhere else. Kuna mahoteli, kuna ma-conference halls. But unapata budget ya kurenovate State House yenye imekaa hapo tangu enzi za independence, yenye moyo ya kubodha kurenovate, Kibaki ya kubodha kurenovate, Uhuru wa kubodha kurenovate. Sasa imekujika kuwa like ni job ya hii government na it's too urgent that it can't wait. Right now tuko day 2 ya maandamano ya matatu, meaning economy imepigwa stick vibaya. Like these guys are losing more money than hata hiyo do yenye walikuwa wanataka kugain kwa hiyo kuongeza mafuta. You know? Because right now, like mimi personally sijaenda job 2 days. Cause as in, mimi ni brokies venye mmanio and Teta na tutanga. Onyango Teta na tutanga. Brokies stay guided. Sina gari. And I'm not ready to blow up all my money on Uber ati naenda kazi alafu nirudi jioni tena kuteseka. So unapata job sasa wenye wako na magari ndio wanaenda job. 2 days sijaenda kazi. And it's not only me. Many Kenyans, wengine wanatembea like unatembea hivyo vyote, uchovu yote, jasho yote. How will you even work? How will you even work? Surely, you're not even in this right state of mind. Ukifika kwa job ni kuanza kudiscuss na your fellow colleagues. Maze ulifika aje? Jana mimi nimeteseka. Hadi mvua imeninyeshea maze miguu zinauma. Hiyo sio kazi. Come on, man. Enough is enough, man. Enough is enough. Kuna so many things zenye tuna spend money on and we don't need. Zote zichannel to subsidize story na mafuta. Other countries are moving on well. Uganda fuel is cheap. Tanzania fuel is cheap. You know.
Vita yenye mnajitetea nayo iliisha. Vita yenye mnajitetea nayo ya US na Iran iliisha. Sasa hata sioni Trump akisema anything. You know, things are moving on swiftly. Hata walikuwa wametuintroduce kwa ugonjwa fulani kanaitwa sijui. Kanaitwaje? Hantavirus. Hata tumesahau sasa. Kichwa yote tumechannel kwa mafuta. As in, what is wrong with you guys? Lazima tu mkule tu mpaka msikie tumbo, mpaka msikie imefika hapa kwa shingo. Because this is too serious. Ati hadi jana association ya matatu imeenda kukaa chini na Wandai the whole day. Pia Wandai a whole CS anatokea hapo hivyo ati we have agreed and you know what. Wasa watu wanasema hatuja agree on anything and as far as we are concerned maandamano inaendelea. Like a whole day we waste government resources ati mna discuss the way forward only for you. Semanga za zingine hii nchi si mbaya. Nchi ni watu wenye tumeweka hapo. And the saddest thing is that Kenyans we never learn. Like ile time tulikuwa tunaingiza huyo jamaa, tulikuwa tunaambia watu vizuri, guys, you don't know this guy, you want to tell me you don't know this guy. Ati wewe achana sisi, acha sisi tuweke mwizi wetu. Angalieni sasa, mimi sijaona maandamano ya magari imeenda more than 2 days. And venye naendelea hivi ni kama hata on Wednesday bado hawatakuwa wameagree. What is too hard? Running a country, guys. Mimi hata mkinipea hii nchi naweza run. Kwa sababu nishajua venye vitu zo uende. Like, come on man. It's too sad. Unaangalia mama wanatembea, ladies wenye mazee wamekuwa kutuambia tuwatumie fare. Sasa wanatembea. Hiyo unajua inawaharibia CV juu sasa. Hatuna kwa tuwatumie fare because if they can walk. 2027 is coming, guys. That's the only part we can play. Kwa sasa kwa hiyo maandamano ati several people wameuliwa. Unaua watu ya nini? Na wanaandamania haki yao na yako. Hadi leo nimeona ati OCS wa Central Police Station amekuwa arrested because ati ali release 64 people ati wenye walikuwa wameshikwa kwa maandamano. These guys akunanga ati sijui hawa watu hata wakusingie ni chaos. Polisi wanaenda tu wanaona tu watu around town, wanawakusanya tu wote, wanawaingiza kwa gari na wanawashika, wanawacharge na very huge claims that terrorism and whatever. Kufrustrate tu Kenyans when you try to make a living, guys. For once Kenyans manze viongozi si tufanye tu Kenya ilitupeleka hapo. Si tufanye tu kazi yenye tulipromise wananchi. What is it with Kenyan leaders? Na ndio maana Africa will never go anywhere if we don't change. Africa will never go anywhere. Tutakuwa tukitumiwa tu hapa na kina Macron kama tissue. Macron anakuja, anachukua projects zote, ana mine minerals zote, anapeleka kudevelop France. Sisi tunabaki hapa tukilia. Leaders wetu washapewa pake, wameset familia yao for life. Wanda kuniambia mse kama unye ni mse hata watoto wake wataiteseka. Mtoto wake ananunua mtoto wa president ndio huyo. Akona matatu right, left and center. Yaani ni kama kitu unaweza ndo ununue biscuit kwa duka. But when it comes to vitu kama fuel, vitu zina affect economy. Maze hadi kuna shule sahi nimeona tu wamepostpone exams zao cause
students wanashindwa ku access shule cause ya maandamano guys. Naitwa Crucial na mimi ndo niko. See you on the next episode mazee. Adios.